A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Haya, hapa nataka kuzungumzia kuhusu mama kufikia na mtoto wa kufikia. Kwa hiyo kabla sijazungumzia mama kufikia na mtoto wa kufikia, kuna ujumbe hapa ninausema huu ujumbe ili ikiwezekana tufanyie kazi. Kuswali ni jambo la maana. Kuswali ni jambo la maana. Kama tukuswali tunapata laana, tutasema nini kesho kiyama? Kuswali ni jambo la maana. Kuswali ni jambo la maana. Kama tukuswali tunapata laana, tutasema nini kesho kiyama? Kuswali ni jambo la maana. Kuswali ni jambo la maana. Kama tukuswali tunapata laana, tutasema nini kesho kiyama? Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ni yule ndugu yenu mzalamu wa Mbezi wa Bwama au ukoo wa Mwandaliwa au ukoo wa Nyegere wa Kitimba Kibudi wilaya ya Mkuranga. Nimeishi kwa muda mrefu, lakini sikwambia na miaka mingapi, ila ni mzee. Sasa sisi wazalamu tunasema kwamba ukimuona nyani kazeheka amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo sasa mimi ni mzee, nikinyamaza kimya tu nitakuwa siwatendei haki wajukuu zangu, siwatendei haki wanangu na jamii kwa jumla. Nimeamua nizungumze haya, kuna alitakayemgusa basi ajirekebishe. Sasa leo hapa mimi nazungumzia kuhusu mama kufikia. Aidha huyu mwana baba sangeni kagombana na mkewe mpaka imefikia kwanza mume na mke wameachana. Sasa walipoachana mume sangeni mke kakasirika sana kwa sababu ameona huyu hapo huyu kamwachia mtoto ambaye sangeni miaka 3 au miaka 4. Sasa huyu mume anasema mimi mke wangu kweli nimemwacha, lakini sasa kashadisusia huyu mtoto na mimi nina kazi zangu, je nifanyeje? Sasa nafikiria mume anaona mimi nitafanyaje kazi zangu? Ngoja nitafute mwenza ili niwe naye anilee mwanangu. Sasa anakuja kwako wewe, aidha mwanamama anatembea anatafuta mwanamke kiasi kwamba anakupata wewe mwanamama, anakueleza shida yake huyu mume ambaye alikuwa na mtoto alioachiwa. Bwana, mimi ni mke wangu tumegombana mpaka nimempa talaka. Sasa katika kumpa talaka kaniachia mtoto miaka 3 au miaka 4. Mimi sije na kazi zangu, na kuomba bwana, nakupenda wewe, lakini na mimi unilelee mwanangu. Mwanamama unakubali? Bwana, hakuna neno mimi nitakulelea na nini wala nini, usijipenda ua, usijipenda boga lake, ukipenda boga maneno mengi mwanamama unakubali. Maneno mengi mwanadada unasema. Sasa mume unampa imani huyu, anafuata taratibu zote za wazazi wako anayemwambia ili anakuoa wewe. Akishakuweka ndani tu mwanamama unafikia kipindi unabadilika. Kipindi kile cha kwanza kile unampenda mtoto, unamfulia nguo zake na mpaka kama kaanza darasa la kwanza mpaka daftari lake unaangalia wewe. Unamfundisha kabisa jibu moja ongeza moja 2. Kipindi cha kwanza lakini kile. Lakini baada ya kupata Mwenyezi Mungu kujalia kupata mtoto wako, umemsahau tena huyu. Sasa mimi nakushaurini baadhi ya kina mama. Sina nia mbaya na nyinyi. Kuna baadhi ya kina mama wanalea vizuri sana, Tanzania mtoto wake kazaa mwenyewe. Lakini kuna baadhi ya mama kufikia ni mtihani. Sasa wenyewe baadhi ya mama kufikia mlikuwa na mtihani, ndio nakupeni na kutahadharisheni. Mimi mzalamu wa Mbezi wa Bwama kwamba mumpende mtoto kama mtoto wako, kwa sababu kwanza unapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, na alafu mumeo wewe anaridhika na jinsi unavyomlea mtoto wake. Maana wewe kwanza bado unampenda kweli, lakini ushazaa mtoto wako basi tena, yani huyu mtoto tena anakuwa hana raha tena. Sasa inafikia kipindi mpaka sangine wewe mwanao wewe kashaanza darasa la 2 au darasa la kwanza kashaanza, na huyu mtoto mwingine sangine tushamkuta darasa sangine kashaanza darasa la 4 au la 5. Basi wewe tena atakapotangulia kurudi mtoto akufikia chakula unamwambia ngoja mdogo wake, lakini yule alozaa mwenyewe ndo angoja. Yani huyu akufikia akirudi angoje mdogo wake, lakini mtoto alozaa mwenyewe akirudi umwambie tena ngoje kaka yake kula. Unampakulia chakula anakula. Hivi mama ndo unapenda ua kwenda boga lake ndio hivyo? Kwa sababu kama unapenda ua na boga lake ulivyozungumza mwanzo mbele ya baba watu wako huyo kuoa, ulimwambia wewe mimi nitampenda mtoto huyu. Sasa anaporudi hata mdogo wake huyu anapotangulia mwanao wewe kuzaa, mwambie amsubiri kaka yake chakula. Sasa imekuwaje wewe mwanao akirudi unampangulia chakula ulozaa mwenyewe? Huyu atakayerudi huyo unasema ngoje baba nini, ngoje kaka yako, yani ngoje mdogo wako. Maana yake nini sasa? Uone kama unabagua. Sasa mimi nakutahadharisheni baadhi ambaye mama kufikia. Wengine wazuri kabisa mama kufikia, sio wote ambao wana kasoro. Kuna wengine wazuri kabisa utashangaa huyu mtoto wake mwenyewe kazaa mwenyewe. Lakini kuna baadhi wengine ni mtihani. Sasa inafikia kipindi mpaka shuleni yani fomu yake sasa unaweza kukuta fomu ya mwanae kuzaa mwenyewe ikichanika na mababa babake anatoa hela anaipeleka kwa fundi. Lakini fomu ya mtoto akufikia ikichanika anashona mwenyewe huyu mama kama anauziwa kiroba kama nini, kwa sababu hamjali. Sasa inafikia kipindi wanarudi hapa wote sasa wanauzi. Lakini anachukua madaftari ya yule mtoto wake mwenyewe, ndo anaangalia madaftari na ndo anamwambia bwana moja ongeza moja. Na mtoto mwingine anakaa pembeni anasema, "Mbona mama anaangalia daftari ya huyu? Mbona mwanzo alikuwa anaangalia daftari langu? Leo anaangalia daftari yangu, anaangalia daftari la huyu. Vipi? La mdogo wangu?" Kumbe mama wewe tena huna mapenzi na yule.
Sasa mimi nakuombeni, kwa sababu unafikia kipindi mpaka shuleni asubuhi unamfundisha yule mama, yule mtoto wako unamfundisha, bwana mimi nakupa hela kutumia 500 si, kwa hiyo usimwambie kaka yako. Sasa yule inafikia saa 4 mtoto anajinamia chini ya mti kule, yule mtoto akufikia. Huyu mdogo wake anaona anatoka nje anakula miogo, anakula sambusa. Sasa mtoto yule akufikia anashangaa, mbona sisi tumetoka nyumba moja? Kwa nini huyu ambaye awe anatumia hapa, mimi niwe situmii vipi? Sasa kumbe baadaye anamuita mdogo wake, bwana njoo hapa, wewe mpata hela wapi mwenzangu? Hata bwana mimi mama akanipa hela mimi, lakini ananiambia nisikwambie wewe. Sasa mtoto anashangaa, mimi nyumba moja, mama yule ndo kama mama yetu mmoja. Leo imekuwaje mimi ambaye anapewa hela mwenzangu, mimi sipewi hela? Sasa na nyinyi baadhi ya wanaume, ninakuombeni na mimi muwe, baadaye unajua mwanao anaishi na mama kufikia, usimwamini 100%. Rudi siku moja kazini, toroka moja kwa moja, njoo nyumbani kama saa 4 hivi, njoo kama siku ya Jumapili au Jumamosi watoto waende shuleni. Unaweza kukuta kuna kipigo ndani huko, utashangaa. Sasa unasikia kipigo, wewe kaa barazani. Ukikaa barazani anatoka tu, anafungua mlango, anatoka kashamaliza kupiga huko, ndio unamwambia hivi, wewe mke wangu, ndio tulivyokubaliana. Wewe ulisema ukipenda boga upende na ua lake. Hivi ndio unapenda huyu, unapiga kama hivi. Kumpiga mtoto sio kitu cha bahati mbaya. Kama atakosea kweli kosa, unamuonya. Kuna pigo la kuonya na kuna pigo la kutesa. Sasa wewe umempiga hapa, nimekuja mimi hapa saa 4. Lakini mpaka saa 4:30 hapa ndo natoka wewe kumpiga, yani nusu saa nzima unampiga huyu mtoto. Hivi unamuonya au unamtesa? Mbona mwanao huyu akikosea mbona umpigi? Sasa baadaye ndo mkeo ndo utakapojua vipi. Si kutoroka mpaka shuleni wewe mwanamume. Mwanamume mwenzangu, toka mpaka shuleni. Fika shuleni kule nao angalia fomu ya mtoto wako, angalia mazingira ya mtoto wako, utamkuta mtoto wako kakaa chini ya mkoroshi au chini ya mti. Utashangaa weziwe saa 4 bado anakula miogo, anafanyaje na yule mtoto unayeona wewe mtoto wako alozaa na huyu mke mpya huyu. Basi unaweza anakula miogo, anakula sambusa. Yule mwanao unaweza kukuta yuko chini ya mti. Sasa ndio unamuuliza mwanao, bwana wewe mbona uko chini ya mti hivi vipi hapa? Anakuambia mimi sijapewa hela na mimi sina hela. Mwenzangu ndo kapewa hela. Sasa na wewe ndo unajua kumbe ubovu wa mke wangu. Mwanawe anampa hela kutumia. Mimi naacha hela kama kawaida nyumbani. Lakini anapewa mwanawe. Mimi sipewi, yani mwanangu hapewi. Ndio utajua sasa aidha uwe naye wewe mkeo au umpige teke. Sasa mimi sipendi mimi upigwe teke wewe mama kufikia. Mimi napenda ujirekebishe tu, kwa sababu mzalamu na kurekebisha. Kwamba umpende huyo mtoto kama mtoto wako. Kwa sababu huyo mtoto wewe sio kosa lake. Kuachana baba na mama yake, baba na mama kuachana ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo sasa yeye anajua yeye hajui chochote huyo. Anajua yeye mama ni mama yake kama kawaida wewe. Sasa wewe usipomtenga huyo, daftari lake wewe uangalie. Shuleni wewe sentimia kutumia wewe umpi. Hivi atajielewaje huyo mtoto? Kwa hiyo ukimpenda huyo mtoto, Mwenyezi Mungu unamfurahisha na mumeo nao unamfurahisha. Lakini kinyume cha hapo mume anaweza kuvumilia wewe baadaye akakupiga teke mama. Mimi sipendi akupiga teke. Jirekebishe baada hivi ninavyozungumza. Useme kumbe nilijisahau, mzalamu wa Mbezi wa Boma kanikumbusha. Sasa ujirekebishe, umlee mtoto kama mtoto wako. Kwa hiyo ninachokuomba mama kufikia. Kuna baadhi mama kufikia wengine wazuri sana. Wanalea mtoto mpaka uambie bwana huyu mtoto wake akufikia. Lakini kuna baadhi wengine ni mtihani. Kwa hiyo mjirekebishe jamani. Mtoto unaweza kupiga wewe kitu kidogo tu umepiga. Kitu kidogo tu umepiga. Usifanye hivyo mama. Sina mengi zaidi. Mimi mzalamu wa Mbezi wa Boma. Sasa kama kuna mtu yoyote ambaye anapenda maelezo yangu na anapenda niendeleze maelezo tofauti tofauti, kwa hiyo mimi namkaribisha. Aidha kama atanichangia, maana kurekodi sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo kama atakubali kunichangia, basi atanipigia simu, au kama kuna chombo cha redio chochote kitachoweza kwamba aidha bwana njoo katika redio yetu, panda madaladala, kwa sababu gari usafiri bado Mwenyezi Mungu hajanijalia. Lakini panda madaladala, njoo sehemu fulani, mimi nitapanda madaladala, nitakuja. Angalau dakika 10 nielezee kuhusu jamii. Na mada tofauti tofauti hapa za kuelimisha jamii. Sasa kama kuna mtu yote anataka kunichangia, basi atanipigia 0788 29 14 50. Narudia namba ya simu 0788 29 14 50. Jina litatoka Yusufu Shaha Hasani au Yusufu Hasani, ndio linavyotoka jina la kati na kwa litoki inatoka Yusufu Hasani. Kwa hiyo naombeni wananchi, sina mengi zaidi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikuachi hivi hivi, na kuacha na ujumbe. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Usafiri wa jeneza si kama wa daladala, yeye akikufikisha wala hadai malipo. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Tuziswali swala 5, tuziswali kwa wakati, ili iwe kinga yetu tuingiapo kaburini. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Walio makaburini walikuwa kama sisi, nasi tukae twajua tutakuwa kama wao.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadi Rasulullah. Haya, ujumbe huo umefika. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.